Kama kuna mtu mpole yoyote uko naye karibu, muda mwingi anakuwa mpole, ametulia, hana maneno mengi, kaa ukijua ni mtu mbaya na ni hatari sana. Mtu mpole kuna muda ambao wanakuwa wamekaa, wamejitenga, wamekaa pembeni, wanakuwa wanawaza mambo mengi sana makubwa, wanakuwa wakizungumza sana kuliko unavyofikiria. Mtu mpole muda ambao amekaa ametulia ndio muda ambao anakuwa anazungumza, lakini wewe huwezi ukamwelewa kwa sababu bado hauko kwenye frequency zake. Mtu mpole anazungumza sana pale ambapo anakuwa amekaa kimya. Wewe tu mdomo wake unakuwa uoni ukizungumza, lakini anakuwa anazungumza mambo mengi. Lakini kitu cha pili kuhusu mtu mpole ni mtu ambaye hana marafiki wengi. Hana marafiki wengi kabisa. Ni mtu ambaye anapenda kujitenga kwa sababu anahisi hata akizungumza hakuna mtu ambaye ana uwezo wa kumwelewa. Lakini kitu kingine kuhusu mtu mpole ni mtu ambaye unaweza ukamfanyia ubaya, unaweza ukamfanyia kila kitu, akabaki anakuangalia tu, lakini siku akiamua kuzungumza ndo utajua kwamba kuna mengi ameyabeba kwenye kifua chake. Lakini kitu kingine kuhusu mtu mpole, huwa anakuwa mpole pale ambapo anakuwa na watu wasiowaamini, pale anapokuwa na watu ambao hana mazoea nao, pale anapokuwa na watu ambao hayuko comfortable kukaa nao. Lakini mtu mpole ni mtu ambaye anakuwa na maneno mengi sana akikaa na watu ambao yeye anawaamini na kuwapenda. Kwa hiyo kama kuna mtu mpole pembeni yako au kwenye nyumba yako au sehemu unayoishi au ni jirani yako, ni mpole, huwa azungumzi. No, huwa azungumzi na wewe, lakini kuna mtu akikaa naye anazungumza, anacheka, anafurahi na ana maneno mengi, kwa sababu yale mambo yote ambayo aliweza kuyaficha kipindi ambacho yuko na watu wasioamini anakuja kuyazungumza na mtu anayemwamini. Kwa hiyo mtu mpole unatakiwa kukaa naye makini, kwa sababu unaweza ukamfanyia mabaya kila aina, lakini siku akiamua kukulipiza, shetani mwenyewe anakaa pembeni na anasema yeah, that is my boy.